Baba Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mimi niliye duni na mdogo nanyenyekea mbele zako, nikijiondoa kabisa njiani. Na maanisha kujiondoa njiani. Bwana unayeniweza, njoo nitiishe, njoo nishikilie, njoo unimiliki, utende mapenzi yako. Niko tayari kujisalimisha. Chochote cha kwangu na nilichokipanga kifutike. Mapenzi yako yatimie. Navunja na kuagiza mipango ya maadui, shetani, malaika zake, na ndugu mpinge naye atawakimbia. Na kupinga shetani katika kusanyiko hili dogo, na alika uwepo wa Roho Mtakatifu kapate kuwatania mahali hapo Bwana. Shauku yetu ni kukuona Bwana ukitusaidia. Wewe mkombozi uliyetuma malaika wa agano akakana na mimi ya Mario Branham. Malaika huyo akaje kukana sisi na kutongoza katika ukamilifu. Tunapokuabudu katika roho na kweli. Tusaidie Mungu milele kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunafukuza uwepo wa giza na mipango ya kuzimu. Tunalaani roho zote za giza, tunapiga katika anga na kuweka ulinzi wa malaika watumikao. Tunapiga katika ardhi na kuweka roho tumikao wenye panga za moto zitakazokuja katika eneo. Baba, tunaomba ushindi wako Jehova. Ee Mungu milele, tunakualika mahali hapa kwa uwepo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaenda kusoma katika Wathesalonike wa pili sura ya pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza, naanza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza, naanza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Basi ndugu, na kusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa haraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwa. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpiga nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudu yeye mwenyewe, kuketi katika ikionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye. Sasa kusema kwa lake. Amina. Hili ndio limekuwa tatizo. Hili limekuwa tatizo la nyakati. Kiumbe jinua anakaa mahali pa watu wanamwabudu wakifikiri wanamwabudu. Tasoma Isaya katika Isaya 14 mstari wa 12 anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliowaangusha mataifa. Nao ulisema moyoni mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za watu wa Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Wewe shetani mpango wake ni kukaa afanane kama Mungu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa shetani mara
mara zote ametamani sana kuwapotosha watoto wa Mungu wanaoelekeza ibada zao kwa Baba yao wa mbinguni, wageuze na kumwabudu shetani, wakifikiri wanamwabudu Mungu. Kwa njia gani? Kwa kutoka kwenye neno. Shetani alimfanya Hawa amwabudu kwa kumtoa kwenye neno. Kwa hiyo yeyote anayetoka kwenye neno na kuabudu, anaabudu kinyume na neno. Na anayeabudu kinyume na neno anamwabudu shetani, akifikiri anamwabudu Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana ukisoma katika Yohana 8:31 anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa kweli. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wanaokaa katika neno, nafsi ukitamani kukaa katika neno, ukikaa katika neno unakuwa mwanafunzi wa Yesu. Leo sababu ni Jumapili, siku nzuri sana ya kuabudu, na ngoja nikaabudu katika kanisa la Engo. Mwabudu Bwana katika roho na kweli. Sema, nimekuja kuabudu Mungu kwa mengi uliyonitendea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu kila wakati, shetani amekuwa akiwatoa watu nje ya njia. Lakini katika kipindi chetu tulisoma katika Yoeli 1:4 anasema, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yale yameliwa na madumadu. Levukeni ipi yachi 2:25 anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Kwa hiyo Mungu anaona shetani anaharibu, yeye anakuja anarudisha. Amina. Kwa hiyo Kristo alisa ambao sisi tunataka tujifunze nao ni ule anza Yerusalemu siku ya Pentekoste. Huo ndio Kristo, kopi ya kila mmoja ni ule original Kristo wa mitume ulioanza pale Yerusalemu siku ya Pentekoste. Shetani akaukamata Rumi, akaanzisha dhehebu, likaanza Rumi, likaanza na lenyewe dhehebu la kwanza, likazaa jingine. Maanake dhehebu mama la kwanza linaitwa mama wa Makahaba. Yale madhehebu yaliyozaliwa yanaitwa watoto wa Makahaba, watoto wa Kahaba mkuu, wale Makahaba. Ndio maana anaitwa Babeli mkuu, mama wa Makahaba. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni mauti kufundisha au kuhubiri chochote ambacho neno alisema. Ni kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa Mungu anayesema anarudisha hata wakati wetu sisi. Hata ule ujumbe wenyewe ambao Nabii William Branham aliuanzisha pale Jefferson kwa uongozi wa Roho Mtakatifu aliyemtuma akimwambia, wakati anawabatiza watu 500 kwa jina la Bwana Yesu Kristo, akiwa anambatiza mtu wa 17, yote ilishuka ikamwambia Branham, kama batizaji alivyotangulia kuja kwa ujumbe wako, wewe unatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Kwa hiyo ujumbe wa Yohana uliwaandaa watu kwa kumpokea Yesu katika kuja kwake kwa kwanza. Ujumbe huu unatufanya sisi tujiandae kwa ajili ya kumpokea Yesu anayekuja mara ya pili. Tunajiandaa kwa kunyosha njia zetu, maisha yetu yafanane na neno.
Bwana barikiwe. Kuna ubaya kumwambia mtu afanane na neno. Jina la Bwana barikiwe. Tutaendelea na ujumbe wetu kwa kurudishwa kwa mti wa bibi harusi, lakini nitakuwa nasoma nukuu nyingine mbalimbali kwa ajili ya kukazia haya. Waebrania mlango wa 2 aya 1:14 ndio anasema Mungu hana budi kuabudiwa. Mungu hana budi kuchukua nafasi ya kwanza. Mungu hana budi kuchukua nafasi ya kwanza moyoni mwako. Kwa hiyo wa kwanza moyoni anatakiwa awe Mungu. Nafasi ya kwanza maishani mwako. Mahali pa kwanza katika kila kitu ufanyacho. Ama chochote ulicho. Mungu hana budi kuwa ni wa kwanza. Yeye hataki nafasi ya pili. Hastahili nafasi ya pili. Yeye anastahili kilicho bora na cha kwanza tulionayo anastahili. Sasa hii inategemea kwa nani wa kwanza. Wa kwanza umezao, wa kwanza wake zao, wa kwanza watoto wao, wa kwanza madaktari, wa kwanza manesi, wa kwanza biashara. Mungu anataka yeye hao wa. Amina Bwana. Kwa sababu ondoa hata daktari angejitahidi iweze. Hamna daktari anayemshinda. Wala Mungu. Hamna Mungu. Wala Mungu wala mama anayemshinda. Mungu anatakiwa nafasi ya Amina. Nafasi ya kwanza katika maisha. Barikiwe. Amina. Na leo hii kisho kwa mtu bibi harusi vitu vya aina mbalimbali. Nasema para ya 199. Mtu anahubiri injili, Mungu anaifanya kuwa mradi fedha. Kweli. Sasa neema Mungu brother, utahubiri injili ya kijamii, social gospel. Injili ya kwenda mbinguni na mwananisa lisilo na doa. Injili hii ni inaparuza. Hii injili Mungu alimwambia Timotheo. Jina la Bwana barikiwe. Na injili hiyo ni waraka wa Timotheo sura ya 2. Anasema lihubiri neno tayari wakati kufa. Kukaribia kubwa, kemea kupo na uvumilivu wote. La kijamii ukuti ya kijamii hii kukemea kwa uvumilivu wote. Ile kwenye njia kwa ajili hapo. Amina. Jamii na muimarisha mtu. Mhubiri ya kukuza biashara yako. Ya kukuza yako. Namna ya kukuza biashara yako. Namna ya kukuza biashara yako. Jinsi ya kufanikiwa. Leo nahubiri somo la kina sana. Jinsi ya kufanikiwa kiuchumi. Mpe Bwana makofi. Jinsi ya kufanikiwa kiuchumi. Yaani wao wana masomo yao ambayo anamfanya mtu ana relax, anajisikia vizuri kweli. Wameatoa kwenye neno na ni masomo sahihi yanaleta matokeo, lakini matokeo yake ni ya hapa. Wana nafasi yao, wala usiwadharau. Wape heshima kama watumishi wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe. Lakini unaweza kaenda mbele zaidi ya hapo. Wakati manabii 400 wa Ahabu wametoa unabii wao, hakusema Ahabu kwamba akisema hawa sio wenyewe, sio kweli. Ahabu alikaa kimya. Amewasikia manabii 400 wametoa unabii. Ahabu akakaa kimya. Lakini Ahabu alikuwa Yehoshafati akakaa kimya. Amewasikia manabii wa Ahabu 400 wametoa unabii. Mpaka Sedekia mwana wa Kenana ametengeneza pembe, akasema kwa hizi unaenda kuwafukuza Washami. Yehoshafati amekaa kimya. Wamemalizika wale manabii 400, akauliza hayupo mwingine? Kwa nini aliuliza yupo mwingine? Moyo wake ulikuwa una njaa
na kiu na Mungu wa kweli. Amina Bwana. Kwa hiyo Mkristo sahihi ana njaa na kiu ya Mungu wa kweli. Amina Bwana. Hiyo ni kweli. Haoni shutuma kuchukua msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina Bwana. Na anasema mstari wa 3, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa na masikio utafiti. Hiki ni kipindi ambacho watu wanayakataa mafundisho yenye uzima. Ukiwaambia watu ukweli unaotaka wakae kwenye nchi wanakasirika. Ndugu dada, rafiki zangu katika Kristo, msikwazike kwa ajili ya neno. Usikwazike kwa ajili ya neno. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa anasema wengi siku hizi wanahubiri injili, neema ya Mungu anaifanya kuwa mradi wa kujipatia fedha, wakiwa na kanisa kubwa maarufu, na wengi zaidi katika shule ya Jumapili wakichukua neema ya Mungu kuibadilisha kuwa ufisadi. Wanatumia neema ya Mungu ufisadi. Ndio maana inasema ukitoa pesa kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto usijue. Ndio maana hiki choo tunakifunika ili unapotoa sadaka yako ficha ombo wasione. Lakini wao wanasema hapa wenye 100,000, 50,000, pale upako 10,000, na kule nyinyi wengine upako 5,000, 1,000, shika lako mkononi. Wanasema hela ni mbegu, lakini Biblia inasema mbegu ni neno la Mungu. Amen. Sasa sio leo huu zaidi tunasimama katika upande wa Bwana Yesu Kristo. Na unapolijua neno sio silaha ya kuhukumu watu wengine, bali ni ngazi ya kupandia kwa Kristo. Kizazi cha leo anasema wanataka kitu fulani, jinsi wanaweza kuishi namna yoyote wanayotaka. Watu wa leo, Wakristo wa leo wanataka waishi namna wanayotaka wao. Hiyo ni kuporomoka kwa ulimwengu. Para 179 tarehe 16 mwezi wa 12 62 anasema wao, hilo ndio ulimwengu wa kanisa unaotafuta mtu fulani ambaye anaweza kwenda kwenye kanisa lililo kubwa kabisa mjini, ambao watu wote mashuhuri wanashiriki. Wanaweza kuwa na mnara pia ulio mrefu zaidi kwenye hilo, wanaweza kuwa na kinanda kilicho kizuri, wanaweza kuwa na viti virefu vya kanisa, wanaweza kuwa na mhudumu ambaye hata waambia neno juu ya jinsi wanavyoishi. Una nguo fupi, mhudumu akukemei. Una mpasuo, akukemei. Makwapa wazi, akukemei. Yeye zimevirika na umechanganya bandia, akukemei. Yaani vyovyote ulivyo, umevaa suruali kanisani, wewe umevaa kinyume na neno, mhubiri huyu akukemei. Hao wahubiri wa kijiji wa injili ya kijamii akukemei. Wewe kanisa gani? Hawamtaki Kristo aliye neno. Ile injili ya neno watu leo hawataki. Hebu nenda akawaambie kuhusu neno na jinsi ya kuwa wanyofu. Hawataki hilo. Watu leo hawataki injili ya wanyofu. Wanataka kitu fulani, kuishi tu kwa njia yoyote watakayo, na hata hivyo waendelee kuwa na ukoo wa kanisa na kupata ushuhuda wao. Unaona? Kwa hiyo analingana na menyu vizuri kabisa. Yaani menyu ya ulimwengu. Mafarisayo walikuwa naabudu, walikuwa nasoma kitabu cha Musa. Yesu alisema wanachowaambia ni sahihi, ila sawa sana maisha yao msifuate. Jina
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama tuna mpango wa kwenda mbinguni au kumpendeza Mungu, tunampendeza Mungu kwa kutimiza mapenzi yake. Amina Bwana. Sio mapenzi yetu sisi, haiwezekani. Jina la Bwana. Lakini anasema kabisa hiki ni but in the minute Kati ya yote through kupitia akili that hadi na kila nabii ambaye anakuwa there is certain amount of is predestinated to message. Kiwango fulani cha watu ambao wamekusudiwa kimbele kusikia ujumbe huo, Pamoja na watu wa Yesu mitume waliokubali. Amina. Yesu akamwambia, ninyi nani hamtaki kutoka? Wakasema twende Bwana, kwa kuna neno uzima. And they will follow it. na wataufuata. Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever. Hawajali kukosolewa na wasioamini. They have no argument with them. Hawana mabishano nao. They have got one thing to do. Wana kitu kimoja cha kufanya. That is believe. Hilo ni kuamini, And to get every bit of it they can. na kupata kila sehemu yake wawezayo. It in life who said at the wanaiingiza ndani yake kama Mariamu aliye. Amen. Wanabarikiwe. Na nikwambia nini, Bikiramu wanayemuita Bikira Mariamu amepata upendeleo wa Mungu kutembelewa na kuwa tu bikira. Kama ulikuwa hujui kama kuwa tu bikira, anaambia bikira mshindi. Bikira kuna bikira. Kwa nini bikira mema? Wale wa Yerusalemu kwani siku wanaabudu nao kila fungiwa kwenye vyumba, hata watoto watembee. Wao wamekaa sema kwa alimwambia Filipo sio anasema kutoka anasema Nazareti ni mchafu kuliko ndio wajambazi, vibaka, makahaba wanaishi Nazareti mahali. Anaenda kuteka maji na kahaba, walevi wa huyu. Alafu basi huyu anaweza kuitii. Ndio inatakiwa ameenda sana wa huyo kutoka genda form 2 form 6 chuo kikuu na katika hizo anaweza kana vikeka mshindi au mkononi mwake. Unasema huyu ni shahidi. Huyu ni shahidi. Shahidi mwingine anaitwa Antipa. Mungu mpaka akamkumbuka watu wa nyakati zake akutaja wengi, lakini akamwambia Yohana, yuko shahidi wangu mmoja anaitwa Antipa aliyenishika neno langu kwenye kiti cha enzi cha shetani. Haijalishi watu wangapi wanalikanyaga neno, haijalishi watu wangapi wanarudi nyuma, Mkristo sahihi analipenda ipasavyo na anatembea nalo katika unyofu, akingoja siku ya Bwana inayokuja. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio neema, hiyo ndio sehemu ya Mkristo. Kuna mtu mzee nitaye kali majaribu ni mengi sana naanguka. Wewe sio mshindi. Hiyo ni kweli. Kweli. Mshindi umepigana wapi sasa? Mshindi umepigana wapi? Uwezi kulegea katika ujumbe ukasema eti niko sasa nimeamini basi nashinda. Hakuna. Umekuwa muamini ili upigane. Kweli. Amina. Yaani umekuwa muamini ili upigane na ushinde vita vya majaribu. Kijana unapambana tamaa za kila aina, umebaki na Yesu. Binti unapambana tamaa za kila aina, au toki nje ya njia. Wewe ndio unaitwa mshindi. Kweli. Na wewe ndio unaenda kuvikwa taji. Amina Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndivyo anavyosema nabii, anasema hivi. Anasema katika harusi ya mwanakondoo, anasema para 54
Wengi sana usema kama Mungu atamuondoa roho huyu mchafu kutoka kwangu, kuacha kunywa pombe ama kuacha kucheza kamari ama kusema uongo ama kuiba, nitamtumikia. Lakini hilo ni juu yako. Unaona, inakupasa kufanya jambo fulani pia. Wale washindao watarithi vitu vyote. Wale washindao. Kwa nini washindao? Anasema una nguvu za kufanya hivyo, bali inakupasa kuwa tayari kuiweka chini. Unaona, amejifanya tayari. Ninapenda hilo. Amina Bwana Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaona, Mungu asingeweza kutusukuma kupita kwenye bomba dogo atuvute atutoe upande wa pili alafu aseme heri ya ashindaye. Uko na jambo lote la kushinda. Kwa hiyo uitwe mshindi lazima ukwazwe, lazima makwazo yaje, lazima majaribu yaje, alafu yavuke ya majaribu, ubaki na Yesu, wewe ndio unaitwa mshindi. Hakuna ushindi bila kujaribiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi wa Kristo tumekuwa katika imani hii dhehebu, lazima tujue, lazima tujue wazi. Nabii anasema katika ujumbe wa kanisa dangana na ulimwengu, anasema katika para ya 8 anasema, kumbuka hatuko kwenye picnic, lakini tuko katika uwanja wa vita. Ukristo ni uwanja wa vita. Watu wengi udhani kuwa wakati wanakuwa Kristo kwamba ni hilo tu wanalohitaji kufanya, kwamba hilo linatosha milele. Maadamu ni wa Kristo, kila kitu kitakuja kwa urahisi. Kamwe usiweke hilo kichwani mwako. Kuna mtu eti mbona nimeokoka lakini siponi. Inabidi upiganie uponyaji wako. Mbona nimeokoka sipati kazi. Inabidi upiganie nafasi yako. Mkristo ni aliye vitani. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, tokeni nenda kwenye nchi ya ahadi. Walipoanza safari kila sehemu waliipigania. Na sisi tunapotoka ulimwenguni kwenye nchi ya kipagani ulimwenguni, tunaenda katika nchi ya ahadi. Njiani kuna vikwazo vingi, lazima tuvishinde. Tuwe na moyo wa Yoshua na Kalebu. Tuseme kwa Yesu Kristo yote yanawezekana. Kila jambo tunasema Yesu. Wakitokea Wanefi tunasema Yesu anawaweza. Wametokea Wahiti, wa Amosi, wa Perizi, wa Amaleki, tunasema wote Yesu anawaweza. Hiyo ndio njia ya ujasiri wa kwenda Kanaani. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema maana ninakuwa Mkristo kupigana. Unapigana vita katika maombi, unakemea, unaharibu kila silaha na mipango ya giza mpaka uibuke mshindi. Maana ninakuwa Mkristo kupigana, nipigane vita vizuri vya imani. Ninakuwa Mkristo niingie katika mstari wa vita. Sisi ni askari wa Kristo, na yatubidi kufundishwa na kuzoezwa na kujua mbinu zote za adui, kujua namna ya kujikinga, kujua namna ya kupigana vita. Hapa ndipo tunakuja kujifunza jinsi ya kumshinda shetani. Hapa kwa chochote cha neno unakipokea, unakitumia kumshinda adui. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio raha ya Kristo. Hamna, nakwambia hivi, hakuna raha kama kujitambua. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ndio maana nasema kuna watu ambao hawaangalii kushoto wala kulia. What did he say in Malachi 4? Nini alisema kwenye Malaki 4? Will restore, atarejesha. Unaona? Alisema atarejesha. Amina. Kurejesha nini? Kurejesha imani ya asili, imani iliyoharibiwa, imani iliyopotoshwa, imani ya mitume na manabii, imani ya siku ya Pentekoste, ili tuwe vile vile kama walivyokuwa. Hiyo ndio kazi ya Malaki 4. Sio Malaki 4 analeta kundi fulani watu wenye mfumo fulani wa maisha. Haiko hivyo. Mama alikwambia katika Mathayo, Yesu akijibu,
katika Mathayo 17 mstari wa 10. And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Na wanafunzi wake wakamuuliza, kwa nini inasemwa na waandishi kwamba Elia lazima aje kwanza? Imempasa Elia kuja kwanza. Amen. And Jesus answered and said it unto them. Na Yesu akajibu akawaambia, Elias truly shall first come. Elia kweli atakuja kwanza. Kwamba Elia atakuja kwanza. Anazungumza atakuja kwanza kama kabla ya kuja kwa Yesu kwa pili. Amina Bwana. Ndio anasema shall, ili shall si baadaye. And restore all things, na kurejesha vitu vyote, na kurudisha vitu vyote. Ndio maana tunahubiri kurudishwa kwa mti wa bibi harusi. Tuchukue jambo kwa kina. Kurudishwa maana kurudishwa hali ya Upentekoste tena, imani ya mitume tena, Ukristo sahihi tena, watu wenye njaa na shauku ya Mungu masaa yote watamwabudu bila kushurutishwa. Hiyo hali Mungu anairudisha tena kwa wakati wa mwisho. Amina. Alafu mstari wa 12 anasema, but I say unto you, lakini ninawaambia ninyi, that Elias is come already, kwamba Elia amekwisha kuja tayari. Anamzungumza Yohana hapo sasa. Huyu mwingine atakuja na kurudisha kila kitu. Huyo ni William Marion Branham. Alafu mwingine ameshakuja tayari, Yohana. Amen. Ndio maana amesema na mbili, has already come and shall come. Shall come ni mwingine, has already come ni mwingine. Has already come Yohana Mbatizaji. Huyu anaitwa nabii wa Malaki 3. Alafu William Marion Branham nabii wa Malaki 4. Wote wanakuja katika roho ya Elia. Roho ya Elia inakuja duniani mara 5. Mara ya kwanza ilikuja kwa Elia Mtishbi. Mara ya pili ikaja kwa Elisha, double portion. Mara ya 3 kwa Yohana Mbatizaji. Mara ya 4 kwa William Marion Branham akishughulikia mataifa kuwarudisha kwenye neno tena. Mara ya 5 itakuwa ni Musa na Elia, Ufunuo 11, ili kuwapata 144,000. Na nyakati zinakwenda kwa kasi sana. Unavyoona hivi vita, haya ni maandalizi ya kunyakuliwa kama ulikuwa ujui. Hii vita inaendelea, Israeli anapiga, atapata sifa ya kushinda, hapo atakuja atapigwa mpaka atapiga kilio, Masihi uko wapi? Ndipo Yesu atatuma ujumbe, atatuma mashahidi wake wawili waje kumkomboa. Hataangamizwa, lakini atakuja kuokolewa baada ya kumlilia Masihi. Itafika wakati atapigwa mpaka atamlilia Masihi. Usione anashinda. Haya ni maandalizi ya wakati kumalizika kwa mataifa. Imesema kwa mtini jifunzeni. Mtini ni nani? Mtini ni Israeli. Tunachunguza hatua zake. Anashinda. Ndio maana mweko Benjamin Netanyahu anasemaje? Benjamin ni mdogo, anawakilisha wakati wa mwisho, ndio mtoto wa mwisho. Huu ni ukamilifu wa wakati. Benjamin anasemaje? Kila akiongea speech katika media anasema kama maandiko yanavyosema. Kwa nini ananukuu sana maandiko? Ule ni unabii ukitimia. Iko siku wa mataifa watakuja kuacha. Hii neema tuliyopewa ina wakati. Kweli Bwana. Amen. Inatakiwa tujifunze sana namna kujiandaa kuja kwa Bwana. Amina. Tusizoee ujumbe na kukaa kama sisi ni waaminio waenda mbinguni tunakaa tu. Tuchunguze hatua zetu zote. Inasema mtakatifu anazidi kujitakasa na mchafu anazidi kuwa mchafu. Wewe uko mahali gani? Kama ni mtakatifu utatamani kujitakasa. Amina. Kama ni mchafu, wao ndio usinifuate bwana. Mimi najisikia raha nikikaa hivi nimevaa kaptula najisikia raha. Endelea kuvaa Yohana. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema, what did he say in Malachi 4? Alisema nini kwenye Malaki 4? What did he say? Atarudisha. Restore back the original Pentecost faith. Atarudisha imani ya kale ya Pentekoste. Imani asili ya Pentecost. Amen. Original. Yaani ile original kabisa ya Pentecost. Inatakiwa sisi ndio tuiishi. Amen. Anasema back to the people with the same Pentecost message. Kwenye watu wale ambao kurudi kwenye imani. Anasema back to the people with the same Pentecost message.
kurudi kwa watu wale wale ambao wana ujumbe wa Pentekoste. Ujumbe ule ule wa Pentekoste. The same Pentecost sign. Ishara zile zile za Pentekoste. Sasa ishara za Pentekoste ishi. Unavyokaa katika kushuhudia, kusoma neno, kuomba, kusikiliza mahubiri, kushuhudia, kusoma neno, uwepo Mungu unakujia. Uwepo Mungu ukikujia, unaanza kuona Mungu akikutumia. Mungu anakutumia. Wote aliwakuta magotini wakitafuta uso wake. Amina Bwana. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nikusomee maana ya Pentekoste ilikuwaje kwa kifupi tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Anasema katika Matendo 4:29 anasema basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu ifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Walijazwa Roho Mtakatifu wakati gani? Walipokuwa wanafanya nini? Wameomba. Kwa hiyo katika maombi ndio sehemu nzuri ya kukutana na Bwana. Amina. Na katika maombi usiende kujichochea. Kuna mwingine akitua kwenye maombi anaanza tu napiga kwa jina la Yesu, napiga, navunja, naua. Haiko hivyo. Maombi yana sehemu nyingi. Nabii ametufundisha. Nabii ametufundisha maombi ya supplication, maombi ya intercession, kuomba. Lazima uende unaomba, unashukuru, unatubu, unajiweka sawa sana na Mungu. Tafuta uhusiano Mungu kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Amina Bwana. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Hiyo ya kwanza. Lakini tukisoma tena Matendo 13. Matendo 13 anasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho wa Bwana akasema, nitengee Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Unaona? Wanaomba, wanafanya Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akashuka. Kwa hiyo kama alishuka kipindi kile, Mungu anasema katika Malaki 3:6, I the Lord I change not. Mungu asiyebadilika. Utakutana naye kwenye maombi vile vile. Ndio maana mimi yule ambaye Bwana alikuwa anakutana naye kwenye pango, hata malaika wa Bwana alimkuta akiwa katika maombi. Kwa hiyo tenga muda na Mungu, utamwona Mungu akitembelea. So tenge muda na TV. So tenge muda na tamthilia. So tenge muda na vituko. Na wanaangalia vichekesho. Vichekesho ni roho ya mizaa, ni ulimwengu ule. Narudia tena, vichekesho ni roho ya mizaa, ni ulimwengu ule. Usijihusishe kabisa na tunacheka mpaka unakaa chini. Una muda kujiandaa kwa ajili ya kunyakuliwa, acha upuuzi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nasema the same Pentecost message, ujumbe ule ule wa Pentekoste, the same Pentecost sign, ishara zile zile za Pentekoste. Leo ni waamini wanajaa siasa na kwanza kukimbia ukweli. Huu ndio ukweli. Tunataka tuwe na ishara zile zile za Pentecost. Amina. Hiyo ni kweli. The same Pentecost evidence, madirisho yale yale ya Pentekoste. Nabii anazungumza katika ujumbe unaitwa the uniting time and the sign, wakati wa kuungana na ishara. Mpaka 104. Ndio anasema hivi, kila mmoja asome mwenyewe kilichoagizwa. The same God, Mungu yule yule. The same power, nguvu zile zile. The same teaching, mafundisho yale yale. Shida ya waamini wengi leo hawasomi jumbe, wanahubiri mafundisho yao. Inabidi tuhubiri mahubiri ya ujumbe. Mahubiri ya ujumbe ni mahubiri ya Biblia. Amina. Kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina Bwana. Watu wamekwenda bana mafundisho ya ajabu mpaka kwa Mungu unaondoka. Ujumbe huu ndio unampa bibi nguvu za kunyakuliwa. Hiyo ni kweli Bwana. Anasema the same teaching,
mafundisho yale yale, everything exactly with the same vindication of the same pillar of fire, kila kitu vile vile na madhihirisho ya nguzo ya moto. Unaona, kila kitu sisi ndio tumtafute. Usianze kupaniki, anza kunyenyekea na kutubu. Unajua Danieli alipoona wakati imefika miaka 70 ya kurudi Yerusalemu, hapo mtu anatambua yeye peke yake alianza kuomba. Hakusema jamani tuombe, peke yake anaanza kuomba. Anasema akafunga siku 21 akimsihi Mungu, alafu anaungama kwa ajili ya Israeli yote. Mtu mmoja atokea aombe kwa ajili ya kanisa la ujumbe duniani kote, aombe kwa ajili ya kanisa la ujumbe Tanzania nzima, aombe kwa ajili ya kanisa la ujumbe engo yote. Omba mahali kote kwamba Mungu naungama kwa ajili ya kanisa la ujumbe Tanzania, naungama makosa tuliyokukosea. Ndio Danieli alifanya hili, alitubu mpaka malaika akaja akasema umependwa sana. Wewe Danieli anayependwa sana, kwa nini halibeba mzigo wa watu? Alimwambia Mungu, kwako kuna haki, kwetu kuna aibu ya uso. Kwa nini mtu anayebeba mzigo kwa ajili ya kwa nini Mungu atuonekani? Na sisi lazima tubebe mzigo. Kwa nini Mungu atuonekani? Ndipo tuingie magotini na kumlilia Bwana badala ya kulaumu na kushutumiana. Omba, Yesu anajibu maombi hata sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema so God humbles himself. Kwa hiyo Mungu anajinyenyekeza mwenyewe. God is humility. Mungu ni unyenyekevu. The man that can humble himself is only it's road up. Mtu anayeweza kujinyenyekeza mwenyewe yupo katika njia yake kuelekea juu. He that exalts himself is on the road down. Mtu ambaye anajikweza mwenyewe yupo katika njia ya kuelekea chini. Unapojikweza kujiona wewe master, umeshazoea ujumbe, wewe ndio mtaalamu, wewe umezoea kuhubiri, unajua umeshapotea. Hiyo ni kweli. Ukifika hapo umepotea. Kinachotusimamisha kila siku ni neema ya Yesu. Kama akitusaidia. Sasa ndugu Musa amekuwa mzee, sijawahi kufika kwenye uzoefu. Sijawahi. Naitegemea neema ya Bwana nisaidie na maombi yako ndio yananishikilia. Amina. Kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Anasema letting the other fellow go on. Hebu na umwache watangulize wengine mbele. Watangulize wengine mbele. That's Christianity. Huo ndio Ukristo. Humble yourself. Inyenyekeze mwenyewe. Ndio maana siku pale Kalvari anasema uzima milele ni kuishi kwa ajili ya wengine. Anasema ungemwishia mtu ambaye angepata nafasi angekuua, ungemwishia. Tuwe na huruma, turudi kwenye Ukristo. Ukristo ni utu wa Mungu ndani yetu. Ishi kwa ajili ya wengine. Pata mzigo kuombea watu, pata mzigo kuombea kanisa, pata mzigo kujiombea wewe mwenyewe, pata mzigo kuombea walio dhambini. Hiyo ni kweli Bwana. Uzima milele ni kuishi kwa ajili ya watu wengine. And no disregard to every effort that any servant of God. Na hakuna usidharau jitihada yoyote inayofanywa na mtumishi wote wa Mungu. That even names the name of Jesus Christ. Hata yule ambaye tu analitaja jina la Yesu Kristo. Mheshimu kila mtu. Kila mmoja amepewa mahali pake. Yule amepewa kuchota maji, wewe umepewa kulima. Usisemi nalima vizuri kuliko anayechota maji. Fanya mahali pako. Muombe na yeye anayechota vibaya chote vizuri. Amina. Lakini usidharau jitihada ya mtu yoyote ndio kumtumikia Bwana. Amen. Haimaanishi useme ukweli. Ukisema ukweli unawahusu unaosikia ukweli. Lakini usidharau mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Even anasema that even the name of anasema even any servant of God that even names the name of Jesus Christ. Hata yule mtumishi wa Mungu ambaye analitaja tu hata jina la Bwana Yesu Kristo. He ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect. Anapaswa hata kuheshimiwa kwa kulitaja tu jina lake kwa heshima. No? Kuna waamini wengine wanakuwa na madharau. Anaenda mahali, anakuta kwenye msiba, anaambia tusimame, amekaa tu kama mimi siwezi kusimamisha na mdhehebu. Yule ni mtumishi wa Mungu, mahali pale ni mahali pake pa huduma. Wewe simama wewe na nidhamu.
Bado usimame muamini yeye. Wewe mheshimu Mungu. Amina. Nabii alienda kwenye kanisa akakuta mahubiri akaitikia amina kwa mdhehebu. Watu wakashangaa eti amina ni nani? Wewe unasifanya hivi? Hiyo ni kweli Bwana. Mheshimu aliyesimama, amesimama akimwakilisha Mungu. Nabii amesema unaweza ukaenda mahali pa kula nusu mkate, wakisema Yesu amelaaniwa kaa kimya, wakisema Yesu abarikiwe tikia amina. Simetajwa hiyo? Hapo si nusu mkate msibani. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sisi hatujaitwa kuwa wajeuri, tumeitwa kuwa Kristo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona yale mambo uyapendi, kaa nao mbali. Kaa mbali kabisa, hata getini, kaa kule getini mbali, wasikuone ukiwafanyia ujeuri. Kuliko umeenda mbele kabisa, unasema tunataka tuonyeshe nani, ili kutoka wao niulize mimi nani. Sio sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Sijawahi kumwona mtu, lakini sikumbuka mwenyewe kumwona mtu akifanya hivi. Natoa mfano. Jina la Bwana libarikiwe. So don't say nothing about Christians. Kwa hiyo usiseme chochote kwa Mkristo. Ndio tunarudi, usiseme jambo lolote kuhusu Mkristo. Amen. Yaani anayehusu kutengeneza njia kwenda mbinguni ni wewe binafsi. Amen. Yaani mtu anapenda sana kushirikisha mtu, kuzungumza habari za mtu. Sio hivyo. Hiyo ni kweli. So don't say nothing about Christians. Kwa hiyo usiseme chochote kumhusu Mkristo. Maybe some of them don't live just right. Labda waishi vile kwa usahihi. Oh, au wanafanya sahihi. Hawafanyi sahihi. Amina. Inavyotakiwa. Kuna wengine hawafanyi inavyopaswa. Amina. But that's God's child. Lakini huyo ni mtoto wa Mungu. Let the father take. Acha awashughulikie watoto wake mwenyewe. You know, unajua if you go to fighting one another, kama mkipigana mmoja kwa mwingine, God give us both the whipping. Mungu anawachapa wote. Wewe ukianza kusemana kushoto kulia, mnakula wote fimbo. Na mambo mengi sana yanaenda vibaya kwako. Umechukua vitu ambavyo havikuhusu. Una nafasi package ambavyo inapinga maandiko. Wewe ishi neno uone kama Mungu atakubariki. Atakubariki kwa kiwango cha juu. Pale utakapojifunza kufunga mdomo juu watu wengine. Amina. Na kunena mema sisi wa watu. Hiyo ndio njia ya ushindi. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Usiseme mbona wengi wanaongea, wewe usiongee. Hauishi kwa ajili ya wengi, unaishi kwa ajili yako peke yako. Amina Bwana. Hiyo ni kweli. No matter who is, haijalishi ni nani. If is God's servant, kama ni mtumishi wa Mungu, respect them all the same. Waheshimu wote sawa sawa. Everyone, kila mmoja. Don't have one above another. Usiweke mwingine juu zaidi ya mwingine. Kuna watu Tanzania na duniani na kanisa la Mungu mnawaweka watu kwa viwango. Huyu anatakiwa heshimiwe zaidi kuliko huyu. Watu wote tunawaheshimu sawa sawa. Sisi ni ndugu na dada katika ufalme wa Mungu. Ndugu na dada katika familia ya Kikristo. Huko ndio kurudi. Kuna akina cha upendeleo. Mnajijua. Acheni hizo tabia. Mimi siwajui ila mnajijua. Don't have one above another. Usimweke mwingine juu zaidi ya mwingine. And the favorite. Na upendeleo. We don't have that. Hatuna hilo. Don't do that. Usifanye hilo. Don't respect one person above another. Usimheshimu mtu mwingine zaidi ya mwingine. Let everybody be on the level. Mwache kila mmoja awe katika kiwango. Ujumbe unaitwa being led of the Holy Spirit. Tarehe 19 mwezi wa 2 mwaka 56. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tafuta kukutana nayo hiyo package. Mungu akikataa, unamheshimu mtu mwingine kuliko mwingine, sio sahihi. Na hata maombi, anayeponya ni Mungu, anaweza kumtumia yeyote wewe ukiamini. Amina. Na akishafanya, sema aliyefanya ni nani? Ni Bwana Yesu ndio mponyaji, hamna mponyaji hapa. Amina. Sema namshukuru Bwana Yesu kwa kuniponya. Amina.
Jina la Bwana barikiwe. Si lazima hata useme pastor aliniombea, ndugu Musa aliniombea. Hiyo haihusiani. Wewe sema namshukuru Bwana Yesu, nilikuwa naumwa hiki, hakika Bwana Yesu ameniponya. Amen. Hiyo inampa yeye utukufu. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Yesu ndio apewe utukufu. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Anasema, but when you come to one of those things, lakini unapokuja miongoni mwa hivyo vitu, no matter whether the preacher hits it in the pulpit or not, haijalishi kama mhubiri amehubiri wa mimbarani au hapana, when you see those kind of things of the world, unapoona vitu hivyo, hayo mambo ya ulimwengu, amina, as long as you tolerate with them, maadamu tu unayavumilia, you are away from God, uko nje ya Mungu, and the Holy Spirit will stay away, na Roho Mtakatifu atakaa mbali. Kwa hiyo unakuwa hujarudi. Kurudi ni kuyaacha mambo ya ulimwengu. Amina. Hizi falme mbili, kuna ufalme wa Yesu, ni ufalme wa neno, ufalme wa shetani ni wa ulimwengu. Wewe unapenda vitu vya ufalme gani? Ukawa unapenda vya ulimwengu, ndio baba yako. Nataka nikwambie, huwezi ukaishi bila ushawishi. Jina la Bwana barikiwe. Amina. Huwezi ukaishi bila ushawishi. Sasa lazima uombe Mungu akusaidie. Amina. Kwa sababu huwezi kuishi patito. Jina la Bwana barikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wapi unasoma? Nasoma kwenye maswali na majibu, kitabu kidogo, ukurasa wa 93. Ukurasa wa 37. Ni ukurasa wa 37. Naomba kitabu yako. Ukurasa ngapi? Awe nenda kasome, ni kwenda nikuonyeshe tu. Kasome. Maswali na majibu, ukurasa wa 93. Kitabu kidogo hiyo. Kitabu kidogo, para ya 37. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Huwezi kuwa hapa kiumbe wa kiroho mwenye dhambi au mtakatifu bila kushawishiwa toka kuzimuni au toka mbinguni. Mwili wako wa kimbinguni unakungoja juu hapa, lakini kama mwovu na mnafiki na mtu asiyejali, mwili wako wa kimbinguni uko chini hapa. Haijalishi unawaza vipi, uko kule juu, kwa sababu tunda uzaalo mbele ya watu thibitisha unakotoka. Kwa hivyo uko hapa jinsi ulivyo mahali pengine. Maisha yako unayoishi hapa yanaonyesha tu urithi wako ulivyo uondokapo hapa. Je, wafahamu? Kwa hiyo huko hapa kadri unavyoshawishiwa pale fulani, iko nguvu inakupush. Iba, zini, sema uongo, danganya. Ujue wewe kuna mzazi anayekupush mahali fulani. Halafu kuna mtu anakuambia usikasirike, usiibe, usiseme uongo, ipe moyo. Unafika mzee sio biza, amka. Omba mwanangu atakufuata omba. Kuna mahali pana kushawishi. Kwa hiyo tunashawishiwa toka upande mmoja au mwingine. Si umenipata? Yaani tuko hivyo, tunashawishiwa toka upande mmoja au mwingine. Ndio maana kuna mtu akiona na ushawishi ambao sio wa kwake atakataa. Kwa jina la Yesu tunapinga mawazo haya.
maanake hataki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema patie uzo sasa ukurasa 121. Sawa? Mafupara 190. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na mwanamume au mwanamke anayekiri kuwa Mkristo na aishi maisha kama hayo kwa neema ya Mungu ni gugu. Mwanaume au mwanamke anayekiri kuwa yeye ni Mkristo na aishi na yana ni gugu. Amen. Kwa matunda yao mtawatambua. Ndio. Kama kitu kile ki moyoni mwako cha shuhudia jinsi ulivyo mahali fulani pengine. Kama ni mbovu inashuhudia kuwa wewe uko hivyo chini hapa. Chini. Ukiona maisha yako ni mbovu, watu wanakokuongoza chini. Unapokufa utaenda tu ambako tayari uko. Tayari ushawishi wako ulikotoka utaenda kule. Endelea. Kama wewe mzuri na mzuri kwa sababu Mungu amekufanya mzuri. Na umezaliwa mara ya pili. Huna budi kuelekea hivyo kwa sababu uhai huo utapaswa kushuhudia pamoja na mahali hapa. Kama unashuhudia hapa, hapo ndipo utakapokwenda. Kama unashuhudia juu kule, huko ndiko utakapokwenda. Naona? Kwa hiyo maisha yako yakiwa yameegemea kwa ulimwengu afu unakuja tu kanisani, wewe ni wapi? Kama maisha yako yamejitenga na tazamaji wenu wa juu, hatuna namna. Nani anatusukuma katika maisha yetu? Jina la Bwana libarikiwe. Sitamani hata mmoja awe gugu. Roho ya gugu tunaikemea na kuifukuza kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akufanye uwe ngano kuanzia leo. Sema amina. Mungu akusaidie uwe ngano. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ukitoka hapo kafanye jitihada. You must be sure. Lazima uwe na uhakika. The Holy Spirit will bring forth a holy life. Roho Mtakatifu ataleta maisha matakatifu. That's right. Hiyo ni kweli. And if the desires in your heart, na kama shauku ndani ya moyo wako, if you have to force yourself constantly, kama unapaswa kujilazimisha kila mara, ya kujilazimisha tu daima, sawa. Amen. To try to press and to do what's right, kujaribu kusukuma na kufanya lililo sahihi. Yaani kuna watu wengine akilipuka arudi. Usikasirike, hebu ache. Ache. Sasa nataka koma leo. Kuna mtu kamwambia achana sana. Sawa. Ushawishi. Unaona? Ile mali ya mbinguni. Anazima mapema. Yacha kupotea. Lakini aliyelipuka hasa asikilize. Nakwambia hivi, tuko hapa, kila kilichowekwa kwenye maandiko na ujumbe kutusaidia tufike mbinguni. Mahali pa msamaha inatakiwa sisi Mungu amesema, yaani Mungu ametaka nifike mbinguni kwa kusamehe, nitasamehe sana. So unazoea tu kuomba msamaha, haya hayapo huko. Unaulaumu msamaha wa Mungu kwamba Mungu anakosea au sasa tu unasamehe tu, hata masharti. Kupenda, unampenda kila mtu hata asiyekupenda. Yaani neno likiwa ndani yako wewe utapenda kuishi kila sehemu yake. That's right. If the desire in your heart, kama shauku ndani ya moyo wako, you have to force yourself constantly. Unapaswa kujisukumiza kila mara.
Yaani sana kwenye kazi, useme ngoja leo nijaribu sije kama mimi ni mbaya wa daima. Kwa makini. And the world is still hungering in you. Na ulimwengu bado unaonea njaa ndani yako. Then there is something wrong. Ndipo kuna kitu fulani makosa. See? Unaona? The Holy Spirit in you, Roho Mtakatifu ndani yako will not hunger for the world. hataonea shauku ulimwengu. Hataonea njaa. Hataonea njaa ulimwengu. He will hunger for God. Ataonea njaa, atamuonea njaa Mungu. If it's hard for you to go to church, Kama ni vigumu kwako kwenda kanisani, press yourself to come when the church is open, au kujisukumiza pale kanisa linapofunguliwa, there's something wrong with that spirit. kuna kitu fulani makosa kwa roho huyo. It's trying to keep you away from God. Anajaribu kukuweka mbali na Mungu. Spirit of God will run you right straight to the word. Roho wa Mungu atakuelekeza moja kwa moja kwenye neno. Watch. Tazama, The message don't take with the lukewarm out there. ujumbe hauendani na Vuguvugu. vuguvugu pale. Where did it even go to them? Hata Ujumbe hauwaendei watu vuguvugu nje kule. Amen. Uliwahi kuendea vuguvugu wapi? Amina. Anasema was he sent to the Pentecostals. Je, walikuwa watakatifu kwa Pentekoste? Tulia kaka. Amen. Bwana akubariki sana. Amen. Anasema tazama, ujumbe hauendi kwa watu vuguvugu nje kule. Uliwahi kwenda wapi kwa vuguvugu? Ujumbe ulitumwa kwa wale wa Kipentekoste. Amina. The elect, Waliochaguliwa. wateule. Amina. The thrown out, waliotolewa. Amina. Wametolewa kutoka kwenye maisha ya ovyo ovyo hadi waishi maisha sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. And he is supposed to, according to the scripture, Naye anapaswa kulingana na maandiko return to us in these last days, kurudi kwetu katika hizi siku za mwisho, in this type of ministry, katika namna ya aina hii ya huduma. Amen. Aina hii ya huduma ndio inayomleta Bwana duniani. Amen. Yesu Kristo anakuja kwenye aina hii ya huduma. Amina. Kwa nini? Alimtuma mjumbe kumwandalia watu watakaokuwa katika hali ile ile ya Kipentekoste, tabia zile zile, imani ile ile, Mungu yule yule, nguvu zile zile, madhihirisho yale yale. Na Mungu akishaona amekaa katika hali ile, Mungu anakuja katika huduma ya wakati huu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. That will be after the baptism of the Holy Spirit. Hilo litakuwa baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu And speaking in tongues. na kunena kwa lugha And divine healing. na uponyaji wa kiungu And so forth. na vinginevyo. These things. Vitu hivi, The keeping of the Pentecostal message is what we are speaking today. kutiwa kifuniko kwa ujumbe Wa Kipentekoste ndio tunazungumza. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa waamini wamekokota kuhesabiwa haki, wamekokota kutakaswa, yani wanakuhesabiwa haki kote, wanakutakaswa kote, wana ujazo Roho Mtakatifu wote, hapo wanatembea katika ukamilifu wa neno lote. Hapo tunawakuta waamini. Hao ndio waaminio wa ujumbe wa saa. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema this ministry of Christ himself impersonated among his people. Huduma hii ya Yesu Kristo ina huduma ya Yesu Kristo mwenyewe katikati ya watu wake. Amina. With the very same thing that he did when he was here on earth. Na kitu kile kile alichokifanya alipokuwa, akiwa na yale aliyofanya alipokuwa hapa katika mwili. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Alipokuwa hapa duniani. Amina. In his body, katika mwili wake. The bride which is part of him, bibi harusi ambaye ni sehemu yake, doing the same things as husband,
akifanya vitu vile vile kama mume. Kwa kama Yesu bwana harusi alivyofanya, kanisa bibi harusi linafanya vile vile, lina roho yule yule, madhihirisho yale yale, ishara ile ile, tabia zile zile, Yesu Kristo tena duniani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haikuwa William Marion Branham aliyekuwa anaponya wagonjwa, ilikuwa Yesu akimtumia William Marion Branham kuponya wagonjwa. Haikuwa William Branham aliyekuwa anaona maono, ilikuwa ni Yesu ndani ya William Marion Branham akiona maono. Kwa hiyo yale yale ndio na sisi nayo tuwe hapo. Tutakuaje? Kwa kumlilia Bwana wetu atusaidie, naye atatusaidia. Hiyo ndio maana ya kurudi. Kwa tuseme tukurudishwa, tunarudi kule. And if we come to bring us back to sons and daughters of God, na kama anakuja kuturudisha katika ishara na maajabu ya kama asema tulia kaka, samahani sikurekebishi, tunasaidiana hapa, tutafuti nani fundi hapa, tunamtumikia Bwana. And if we come to breed us back to sons and daughters of God, anasema hivi, kama anakuja kutuzalisha tena katika wana na binti za Mungu, like we was at the beginning, kama tulivyokuwa mwanzoni, how can we get away from the word then? Tunaweza basi kuondokaje kutoka kwenye neno? Tunawezaje kutoka kwenye neno? Amina. Maana yake kama Yesu Kristo ni neno, ameturudisha tena kwenye imani ya mitume na manabii, tunakuwa sawa kabisa na neno. Sisi tunakuwa ni neno linaloishi kwa wakati wetu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndilo linavyokuwa, ndugu yangu. How can we ever get anything till we get back to the word? Tunawezaje basi kupata chochote kabla ya kurudi kwenye neno? I hope this step goes unto the people. Ninatumaini ujumbe huu unakwenda kwa watu. And you are listening to me. Na mnanisikiliza out across the world, huko ulimwenguni kote. If we are Christ, kama sisi ni wa Kristo, and we are born of Christ, na tumezaliwa na Kristo, we have got to come back to the word. Tunapaswa kurudi kwenye neno. Mkristo wa Biblia yule anarudi kwenye neno. Shauku yetu neno, maisha yetu neno, natamani kufanya neno. Utashangaa kwa hiari bila kusukuma, unashangaa maisha yako yanakuwa mazuri. Amen. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa hiyo liko kanisa ambalo haliwezi kukwama na wakati, haliwezi kukwama na mazingira, wala shetani malaika zake, wachawi, waganga, walozi, ufalme mzima wa kuzimu kasogea, hawezi kulishinda kanisa sahihi. Liko imara kwenye neno, linasonga mbele na Yesu, alijui kurudi nyuma. Hilo ndio kanisa la Mungu aliye hai. Alitafuta maarufu, linamtafuta Kristo. Times may come and go. Nyakati zinaweza kuja na kuondoka. And things may change. Na mambo yanaweza yakabadilika. But the gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages. Lakini injili ya Yesu itadumu vile vile katika nyakati zote. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Injili ya Yesu itadumu. Na anasema hivi, and remember little children, na kumbuka watoto wadogo. Na kumbukeni watoto wadogo. Amen. I don't care what church you belong to. Sijali wewe ni mshiriki wa kanisa gani, or what you have done, au kile ulichokifanya, how well you have done this or that. Umefanya vipi vema hili au lile, or the other, au vinginevyo. How much you have put into the collection place. Umeweka kiasi gani katika chombo cha matoleo. Or if you are a deacon, preacher, pastor, au kama ni shemasi, mhubiri, pastor, mchungaji, or be a lay member, au mshirika wa kawaida, or whatever it is, au chochote ulicho.
You will never come into the kingdom of God kamwe hautafikia katika ufalme wa Mungu until mpaka the Holy Spirit has sealed you Roho Mtakatifu amekutia muhuri in the kingdom katika ufalme by his divine love. kwa upendo wake wa kiungu, That the whole Christian world kwamba ulimwengu wote wa Kikristo is your brother and sister. ni ndugu na dada. Kama una chembe yote ya chuki, jua unatumikishwa na shetani. Toka huko, fika mahali ambapo moyo wako unampenda kila mtu, haijalishi anakuchukia ni wa namna gani. Ingia magotini leo, omba mpaka upendo wa Yesu mwenyewe uingie ndani ya moyo wako. Hauna kinyongo wala chochote juu ya yeyote anaishi chini ya uso nchi, haijalishi alikufanyia nini. Haya ni hivi asema Bwana. Moyo wako anataka usio na ubaguzi wowote. Mungu atusaidie. Ili Mungu atusaidie. Shida inakuwa tunaita waamini na tuko kwingine, tuwe waamini tuliokaa mahali petu. Anasema what takes place when you are filled with God? Nini kinafanyika unapojazwa na Mungu? Ili ujijue umejazwa na Mungu, nini kinafanyika? Huu yuko na United under one head. Tarehe 26 mwezi wa 3 58. Kuungana. United under one head. Kuungana na kichwa kimoja. Kuungana katika kichwa kimoja. Amen. Para 111. What takes place when you are filled with God? Nini kinafanyika unapojazwa na Mungu? When you are filled with God, unapojazwa na Mungu, you are filled with the Holy Ghost. Unajazwa na Roho Mtakatifu. You are filled with power. Unajazwa na nguvu. You are filled with love. Unajazwa na upendo, with joy, na shangwe, with peace, na amani, with long suffering, na uvumilivu, with goodness, na wema, with meekness, na upole, with gentleness, na utu wema, with worship, na kuabudu. You are filled with joy. Unajazwa na furaha. Ndio Bwana anasema mdudu wa kwanza parawem. Fasiri kaka. Tunutu. Amina. Jina la Bwana barikiwe. Amina. Sisi tulio wanafunzi wa Yesu. Mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu peke yake. Sisi wanafunzi tu. Mdudu wa kwanza tunutu anapokuja, cha kwanza anachokiondoa nabii anasema brotherly love, upendo wa kiungu. Tamani kumtembelea mwenzako. Tamani kwenda kwenye ushirika wa nia njema kwa watu. Amina. Tamani kualika watu. Amina. Katika ule mchele unaoandaga ili upige, andaa mwingine wa kualikia watu. Amina. Wale wa kuku unaowasosomola, andaa na wengine wa kualikia watu. Amen. Fanya kitu kwa ajili, natamani leo nyumbani kwangu waje ndugu zangu, waje dada zangu, tafadhali. Na samani kidogo hivi, unaweza wewe mkaja nyumbani leo? Akisema ndio, na enjoy. Wakija basi mmemaliza kula na kuongea, pengine mnasikiza mambo ya Mungu au mnatazama mambo ya Mungu na kuimba. Baadaye mnaprescribe kitabu cha nyimbo. Kisha nyumbani kwako na vitabu vya nyimbo 3 4. Unaweza kununua tenzi 2, alafu kanunua injili 2, wokovu 2, vya sifa 2, na kwenye simu yako sura mshika simu na vitabu viko pale. Hebu tuimbe. Naanza kuimba. Nenao zimatire. Hivi Mungu hatakuja kwenye nyumba? Si hatakuja? Na ndio maisha ya Kikristo yanavyotaka. Hiyo ni brotherly love ambayo shetani ameitafuna. Hivi ameitafuna au ameitafuna kweli? Ya kwanza. Ya pili aliyotafuna inaitwa faith in the word. Huyu kama wanamtafuna. Imani katika neno. Huyu tunutu ametafuna. Amekula tu imani katika neno. Amen. Amekula.
Ya tatu nabii anasema alilokula, anasema amekula the joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ndio ushindi wetu. Amina. The joy of the Lord is our victory. Asa joy of the Lord haitengenezwi, inabidi ilipuke ndani. Yaani neno likihubiriwa, kila mmoja na namna yake kuitikia amina. Mmoja walipangana, mwingine asikia tu amen, mwingine amen, mwingine glory, mwingine amina. Yaani kila mmoja anakuwa vile ambavyo Mungu amemjaza ndani. The joy of the Lord, injili inahubiriwa, watu wana shangwe, sio ya kuchochewa, shangwe ya kweli ya Mungu. Ndio maana inaitwa joy of the Lord. Joy of the Lord is not joy of the person. Furaha ya Mungu sio furaha ya mtu. Uso ushabiki kwa mpira, kuna kitu kinaingia ndani, shetani ametafuna. Unahubiri mwanzo mwisho, watu wanakuangalia namna hiyo. Hata kifika membariki leo, amina, anapiga na kitu, anafuta kio, amina, ndio anangoja tena kingine kitakachobariki baada ya masaa mawili. Watu wameibiwa. Afu nyingine inaitwa peace of mind. Peace of mind, amani ya moyo. Amani ya moyo. Mioyo haiko kanisani. Watu wanakuangalia mhudumu na saa. Sio malize. Ukiweza tumefanya mrejesho alichoongea, nimeongea nini? Mtu hana. Kwani hayuko kanisani. Hawana peace of mind. Hiyo nayo shetani amekula. Hivi amekula au amekula kweli? Bwana bariki sana. Amina. Sasa huu ndio ujumbe unaitwa kurejeshwa, kurudishwa kwa mtu bibi harusi. Amina. Bado anaendelea. Akija nzige amekula majani. Amina. Na majani yanaitwa divine fellowship, ushirika wa kiroho, wa kiungu, wa kiroho. Ushirika ule sio ushirika wa kwenda kukutana tu kwa lengo la umbea, wa mambo ya kimungu, divine fellowship. Wakati ujumbe unaanza, walikuwa wanakutanika Tanzania nzima, wanakaa mahali pamoja, waaminio wote wametumia nauli zao kwa kila mahali. Tena walikuwa na vipato vidogo, kwenda kwenye mkutano mmoja wa Tanzania nzima, pamejaa watu, utafikiri hapo kuna jambo moja kubwa. Yaani hata mikutano yote inafanyika isingeweza kutosha. Na wewe ukiweka mkutano, kanisa lina mkutano mwingine pale, lingine mkutano pale, hawana ushirika tena. Kwa nini? Amekula. Hivi amekula au amekula kweli? Haya, tunamesha tuombe. Baba yetu mwema, Bwana wa uzima, tunanyenyekea Bwana. Sisi wanadamu, pua zetu zimeangalia chini, ishara ya kutoka mavumbini. Lakini tunashukuru jambo moja, neno lako linatuambia Roho aliye ndani yetu ametoka juu kwenye asili yetu. Tunaomba hiyo Roho atuhamasishe sisi kuliishi neno lote ili tufike kwako Bwana. Baba mfalme, kwa akili zetu tutaweza, lakini tuna njaa ya kukujua zaidi Baba. Tuna njaa ya kukusogelea zaidi Baba. Tunaomba tusaidie, tusamehe hatia zetu nyingi. Neno linapohubiriwa tunakamatwa na makosa mengi, mengine hatukuyakusudia, mengine hatuyataki, tumeyashindwa. Baba, tunaomba wewe mshindi mkuu utushindie, maana wewe hakuna unachokishindwa. Yale tuliyoshindwa sisi tunaleta chini ya msalaba. Tazama ndugu yangu yule anayaleta chini ya msalaba, tazama dada yangu yule anayaleta chini ya msalaba. Bwana Yesu, tusaidie katika wakati wa hatari tunaoishi. Bwana utushike mkono, Bwana utusaidie, Bwana utuongoze, Bwana utupiganie, Bwana utuonekanie. Tunaomba rehema, tunaomba msaada, tunaomba nguvu ya kuhuisha ikatutengeneze tuwe wa Kristo, kwa jina la Yesu Kristo.